na mwisho kaliongoze katika njia ya milele. Mfalme anaandika jambo hili. Jana nilikuwa nimesema ni kama Daudi ana wasiwasi na moyo wake, na anaomba akaguliwe. Ni kama yeye hajatosha kujikagua. Naomba kidogo akaguliwe. Imeingia kidogo hii, punguze kidogo, sauti kidogo. Anaomba Bwana pandisha. Anaomba Bwana afanye kidogo gereji ukaguzi. Maana hauamini moyo wake kwamba yeye anaweza akafika, maana anajua moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Mwandishi mmoja anasema moyo una dhambi ya kufisha. Na kwa sababu hiyo tunapokuwa na dhana ya kwenda, kila mmoja lazima ungane na mfalme Daudi kwamba Bwana achunguze mioyo yetu, na kama iko njia ambayo muda sio mrefu inaweza kuleta majuto mbele zako, Bwana aiondoe ili akurejeshe katika njia ambayo huenda itakuwa ni njia ya amani, njia ambayo itakufikisha salama. Bwana asifiwe. Na hivyo naomba tu niwaalike jioni ya leo, tutakuwa tunaombea wafanyakazi. Kuna watu Bwana amewabariki sana. Jioni tutakuwa tukiombea wafanyakazi. Bwana asifiwe. Kwa jioni ya leo nitakuwa nikiomba kwa ajili ya wafanyakazi. Mtu mmoja ni kama amesema nimekosea kwamba ni mchana. Mimi naomba jioni. Mimi naitangaza jioni ya leo, yaani wafanyakazi wote ambao Bwana amewabariki leo tunawaombea. Lakini pia tuongee na wafanyabiashara. Bwana na hazina kanisani, sema tu ameshindwa kutuongezea kwa sababu mioyo yetu kuna mahala imeleta shida kidogo. Lakini kama tutaungana na mfalme Daudi, turuhusu mioyo yetu Bwana ichunguze, tuipeleke kwenye mizani ya Bwana, aone kama kuna mahala kuna shida ili afanye matengenezo. Bwana anaweza kuturejesha kwenye msingi ambao inawezekana anatamani tuwe. Bwana hajatamani sisi tuwe watu masikini, hapana. Anatamani tustawi na kila mmoja awe tajiri. Sasa shida tu ni kwamba jana nilisema, hata hivyo Bwana anatupima vichwa pia. Kwamba hiki kichwa nikikipatia mali hiki kinaweza kutoka ama kitaishia wapi. Mungu pia wanatupima. Na ndio maana hata wengine alitupitisha kwa uchungaji kwamba nikimpa mali huyu atakuwa mbali sana. Lakini mimi hata akinipa mali naweza kuzimudu jamani. Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo nimepata simu nzuri sana ya mtu mmoja mchimbaji wa madini. Akanipigia simu, na mimi nilipoipokea simu yake nikamtania kwamba hii simu naona ina amani hii, ina jambo la amani hii. Alafu akasema na mambo mawili. La kwanza akaeleza shida yake. Nikataka kumgomea kama hii shida hii hapana, ni nzito. Sasa tunafanyaje pastor? Sasa umebaki tu mwenye kuiamua. Sasa basi kwa kuwa umefanya tufanye makosa, ilikuwa ni kuruhusu waimbaji waende mahala fulani kwa tukio la Jumamosi, na sasa watu wameandaa mpaka wali na vitu vyote. Sasa ila bima ya waimbaji haijalipa. Kwa hiyo sasa inahitajika hekima ya katibu isiyo ya kawaida. Basi nikasema hilo niachie. Namba 2 nikasubiri la pili, ili nalo nilisikie mapema, alafu nje niyakatae yote. Unaweza ukakataa la kwanza ukaweka msimamo, kumbe la pili linakuja la kukubariki. La pili Bwana, kuna shimo mahala fulani. Sasa nataka na wewe tuliingize jina lako kama utakuwa naona share asilimia fulani. Nikamwambia hilo ndio lenyewe sasa. Nikamwambia ungeanza na hilo, hata la kwaya lisingepata ugumbe.
Nikamwambia hujui namna ya kwanza wewe. Ungeanza kwanza na lile la shimo kwanza. Kwamba na wewe utapata asilimia fulani. Maana simu yako nilivyoiona nikakwambia leo kuna habari mpya. Sasa ungeanza na la shimo kwanza. Alafu la kwaya tena isingehitajika discussion, ningechukua tu simu, mchungaji, naomba tu wahurumia hao watu waende, basi tutawaombea wasipate shida. Lakini akaanza eti kwa na la kwaya kwanza tuvunje sheria. Nikawa mgumu kidogo. Sasa sijui nilimalizeje, maana sasa sitaki nisema nilimalizeje baada ya shimo lile. Leo tunatamani tuwaombee watumishi wa Mungu, fanye biashara, lakini tunataka tuwaombee Bwana watu waliowabariki kazi. Wengi wanatorosha zaka ya Mungu. Na ndio maana Daudi akasema mioyo hii ina njia ambazo huwa inatorosha. Na ndio maana yeye akataka adedicate moyo wake kwamba Bwana, hebu nichunguze vizuri, angalia wapi moyo wangu una shida kidogo, ili badala ya kuendelea na hali hii niende mahala ambapo kidogo patakuwa salama. Kwa nini jioni ya leo tusiombe kwa ajili ya mfanyakazi mmoja ambaye haijalishi anatoa zaka, haijalishi atoi zaka, lakini nina imani wengi wametorosha zaka ya Bwana. Na nilikuwa nafanya hesabu za haraka haraka, tuna mchungaji hapa. Mtaa huu unasadikiwa kuwa na washiriki 700. Jamani, washiriki ngapi? Unasadikiwa kuwa na washiriki 700. Lakini kila mtaa una washiriki hewa. Kila mtaa una washiriki nini jamani? Waimbaji hao 700, kuna kanda nyingine inaitwa Usoke. Ndio ambao wapo kule. Sasa huku ni kanda nyingine na kule kuna, lakini jumla washiriki 700. Sasa mimi nikafanya hesabu kidogo. Nikamwambia tutoe hewa 250, unabaki ngapi? Ukitoa hewa 250 washiriki unabaki ngapi? 450. Nikamuuliza zaka yake anapeleka shilingi ngapi kila mwezi? Mwezi huo amepeleka 2.2 na laki kadhaa. Ila wastani huwa ni 3 milioni. Nikamwambia mimi nakubali tufanye 3 milioni. Tulipopiga 3 milioni kwa washiriki 400 na ngapi? Na 50. Ikaja kama kila mshiriki anatoa zaka ya shilingi 6,000. Kila mshiriki anatoa zaka ya shilingi ngapi? 6,000 tu. Lakini hapo kuna watu wanatoa 200,000, wanatoa laki ngapi? Yaani unajua shida ni kwamba nilisema siku ya kwanza, ama nitasema mchana. Huyu Mungu tunayemwabudu ni wachache sana wanaoweza kumfahamu. Bwana ameamua kushikilia hata vyanzo vyetu na havitaongezeka. Maana mioyo yetu ameichunguza, akaona kama ataruhusu kujichanganya, atubariki, ndivyo tutaendelea kufanya maovu kuliko maelezo. Ndio maana nikasema hivi, ngoja jioni ya leo tutamuita Bwana ili angalau Bwana huyu afanye kitu kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. Tutaombea wafanyakazi na wafanya biashara. Naomba tu chukua Biblia yako basi nimalizie ibada yangu ya mchana wa leo. Naomba uchukue Biblia yako mchana wa leo. Baadaye nitamalizia hiyo story ya shimo, bado naendelea nayo. Maana ukiona mambo yamekaribia karibia, shangae waimbaji nikawa mfadhili wa kwaya yenu. Sasa waimbaji gani mnyimwa? Nyimwanga mnajipendelea, wakati mimi nina kwaya nyingi, hata au si ni kwaya yangu pia hiyo. Ni kwaya yangu pia hiyo. Na mimi naamini kwaya zote hizi. Sije mkashangaa mimi nikawa mfadhili wa kwaya. Kwa hiyo wanasema hatuna naweza, hamna nauli, basi mmemaliza. Nauli mmepata. Ila mniombee pia moyo wangu usiwe na nani kidogo. Maana naweza nikashika
Alafu baada ya kushika ndo nikawa nani. Jamani, Bwana asifiwe. Natamani nianze mahala fulani. Shika vizuri Biblia yako. Basi nataka nianze na kitu fulani ambacho inawezekana kitakuwa baraka kwako, lakini kitakuwa baraka pia kwangu. Na naomba nisome kitabu cha Mwanzo. Hebu fungua Biblia yako, kitabu cha Mwanzo. Naiweka sawa nondo yangu hapa ili maisha yaende. Jamani, kitabu cha Mwanzo hakihitaji sana inahitaji tu ni yaliomo. Ukikosea, najua wakati mwingine sura hizi nazo zinatisha kidogo. Kuna wakati mwingine sura hizi zinapotea, hata kitabu cha Mwanzo. Waliofika kitabu cha Mwanzo, hebu wapunge mkono. Bado wengine wana kitazama. Niruhusuni ni wahamishe. Mwanzo nitakuja nimalizie. Twende kitabu cha Wafalme wa kwanza, alafu Mwanzo nitamalizia. Umeshafika kitabu cha Wafalme, alafu Mwanzo nitawarudisha. Kama unahangaika kuipata Mwanzo, utaitafuta kidogo, weka kaalama. Naomba nisome kwa jina la Yesu. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 19. Wafalme wa kwanza ile sura ya 19. Hebu waliofika wapunge mkono. Sasa nimewahamisha wengine. Jamani, nendeni haraka haraka niwasubiri. Nilivyowahamisha tu, Roho wa Mungu ananiambia hapana, anzia hapa. Nilipotaka kuanzia Mwanzo akasema hapana, anzia hapa. Hebu waliofika Wafalme wa kwanza sura ya 19 wapunge mkono. Wamekuwa wengi sasa. Naomba twende ule mstari wa 4. Wafalme wa kwanza 19 ule mstari wa ngapi? Wa 4. Naanza hapa. Lakini yeye akaendelea katika jangwa mwendo wa siku ngapi? Akaenda akaketi wapi jamani? Akajiombea roho yake afanye. Akasema yatosha sasa, ena uiondoe roho ya nani? Kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Na ile fungu la 10 la ngapi? La 5. Naye akajinyosha akalala chini ya mletemu, na tazama malaika akamgusa akamwambia, inuka ule mwanaume. La 6, akatazama kumbe pana nini? Umeokwa tena juu ya mkate na kutulia nini jamani? Chwani pake. Akala, akanywa, halafu akafanya nini? Fungu la 7, malaika akamwendea mara ya pili akamgusa akasema, inuka mwanaume ule, maana safari hii kwako ni ya namna gani? Anasema safari hii kubwa mno kwako. Mwanaume akainuka, akala, kanywa, akaenda katika nguvu za chakula hicho siku ngapi? Mchana na usiku, hata akafika wapi? Akafika Horebu, mlima wa nani jamani?
Alafu alipofika Horeb fungu la 9, akafika kunako pango, akalala ndani yake. Neno la Bwana likamwijia, naye mwambia, unafanya nini hapa? Elia akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya nani? Wangu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameyaacha mambo gani jamani? Na kuzivunja madhabahu zako na kuwaua manabii wako kwa upanga. Mimi nimesalia mimi peke yangu, nao wanaitafuta roho yangu wafanye nini? Unaweza ukaishia tu hapo. Funga Biblia, nitakurudisha kitabu cha Mwanzo kama Roho ataniambia. Biblia yangu inaniambia habari za Elia. Elia ni miongoni mwa watu ambao Mungu aliwapendelea sana, na ndio maana tangulizi wangu hapa amesema namna tunavyomchanganya Mungu safari. Kuna wakati fulani ni mpaka labda tumjue Mungu vizuri. Mwimbaji mmoja anasema, ninataka nimjue na Yesu, nizidi kumfahamu. Na ukichukua maudhui ya wimbo wake ni kama yanamwelekeza mwimbaji kwa mawazo yake kwamba bado kuna vitu ambavyo havielewi vizuri juu ya Bwana wake anayemwabudu. Elia, kuna wakati fulani hata wasomaji wa Biblia wao wanaungana na mtu mmoja alikuwa ameandika bampa kwenye gari yake, ameandika nyuma, afu ameandika nikusaidieje. Yaani nikusaidieje? Maana ukianza tu kupiga picha yako matukio mazito ambayo Elia aliyafanya hata kabla ya fungu hili. Ukisoma ile sura ya 18, ile sura ya 17, utagundua kuna mambo mazito ambayo Elia aliyafanya hata mbingu zilitikisika kwa ajili yake. Yaani ukiyafuatilia vizuri utagundua hivi. Elia, labda nikuonyeshe tu kidogo. Elia alipokuwa akipita, yaani akipita, watu wanalala chini wakimwona. Bado hujanielewa. Yaani ukimwona Elia hivi unalala chini, yaani unaongea ukiwa umelala chini, maana sifa zake zilikuwa zimeendea mno kwamba akitamka jambo lolote lile linakuwa, maana ilionekana kwamba ni mtumishi wa Mungu aliye hai. Hala fulani naenda kwa Ahabu, akutana na watumishi wa Ahabu. Walipomwona tu wakajua kwamba ni Elia, walilala chini kifudifudi. Biblia imeandika lala kifudifudi, maana unajua tumekutana na mwamba. Lakini Elia huyu, yako matukio fulani ambayo Biblia yangu yameandikwa na furaha sana. Kama watu waliweza kumwona mwamba na kulala chini, inanikumbusha juu ya Watemi. Uganda bado wana Watemi. Yupo Kabaka na Kabaka anapokuwa anatembea kwenye territory yake, wanaume lazima walale chini. Yaani wakimwona wanalala chini, alafu wanawake wanaruhusiwa kusimama. Yaani kulala chini hivyo ni heshima. Yaani inaonyesha kwamba ni kiongozi asiye wa kawaida. Yaani wanarudisha neno gani? Yaani wanarudisha compliment, yaani wanamrudishia kama sifa fulani hivi ya kwamba wewe ndiye kaminuza. Kwa hiyo inabidi watu walale chini ili mfalme kwanza apite. Elia ndio alifikia kiwango hicho, maana matukio yake aliyoyafanya yalieleweka. Kwa sababu ukisoma sura ya 17, ukisoma sura ya 18 kabla ya 19, utakutana matukio zaidi ya matukio 7 ya ajabu sana.
Hapa nikuonyeshe kidogo. Miongoni mwa matukio ya ajabu ni Elia alienda kwa Ahabu akamwambia, kama Bwana aishivyo, hapata kuwa na umande wala mvua kwa miaka 3 na ngapi? Na mvua haikunyesha. Miaka 3 na nini? Mvua haikunyesha. Lakini Elia, unajua mwanaume alienda baada ya kijito kile kukauka pale Keresi, akaenda kwa mwanamke mjane na akatamka baraka kwa huyo mwanamke kwamba, mama wewe tutumsosi, usina wasiwasi. Usizani kwamba hapakuwa na watu waliokuwa nasikia matukio yale. Yaani akarejesha amani ya mwanamama ambaye ukweli alikuwa anavuta nani kidogo, muda kidogo uende. Waandishi na wapenda wanaofadhili fungu la maana, yule mama alikuwa anavuta kamuda kaende, kwa sababu alikuwa amebakiza konzi tu moja ya unga ili ale na mtoto wake kisha wa. Sasa Elia anafika mwanaume, anamwambia mwamba nimefika. Na mwamba alipofika akamwambia, kama uishivyo Bwana leta nile. Na mama alivyotekeleza hayo, mama naye alikuwa na mtihani mgumu. Unajua mama, kama kuna mtihani, kama kuna mtu alikutana na mtihani ni huyo. Na kama tukikutana naye mbinguni nikaona kumbukumbu zangu hizi, nitamshika wewe mama, huo mtihani mimi nisingeweza. Hata wenzangu wengi hapa wasingeweza. Ya kwamba tumebakisha konzi moja ya nini? Halafu hiyo tu ndio imebaki. Na una mtoto. Halafu anakuja tu njemba fulani, haeleweki ametoka wapi, raia gani, hajawahi kuja nyumbani kwako, hajawahi kukuhubiri, angalau unamfahamu, naweza nikapita angalau hata kwa rafiki yangu Makambi, ni mchungaji huyu, hata kama akipa wazi mchungaji, lakini huyu hajulikani. Na mwana mama akaushinda mtihani huo. Nikana kwamba Elia naye Bwana alimpeleka kwa mama ambaye Bwana alishaupima moyo wake kama Daudi, kwamba huo moyo wa mama nilishaupima kwenye mizani, na zile trespassing hizi njia hizi nilishaziondoa. Mama amenyoka hivi. Elia anapofika akafanya baraka. Ukiacha vitu vidogo, Elia alikuwa anatetemesha akifika mahali fulani. Chana mambo madogo haya. Unajua akiwa pale Karmeli, ile sura ya 18, anapambana na manabii wa Baali 400 na ngapi? Jamani, 400 na ngapi? Mwamba yuko peke yake. Tena anawaachia fursa. Nawaachia fursa kwanza. Ya jamani, fanyeni mpaka anawazihaji. Jamani, vipi? Mmemaliza? Basi ngojeni kidogo. Jani eti mwamba ukweli alitumia lugha wachungaji aliyotumia pale. Hata mimi ningekuwa Mungu ningejifunua haraka sana. Unajua kuna lugha zingine kumbe ukiibipu hata kwa Mungu maana anasema na ujulikane. Sasa kujulikana, Mungu naye hataki akawe kujulikana. Maana Elia katikati ya watu ambao walingelimuua kwa sekunde moja, mwanaume anasema waleteni sasa, na anatoa maelekezo. Halafu anasema, Baba, naomba ijulikane leo kwamba uko mwamba. Na Bwana anashuka mzima na moto, maana anataka ajulikane. Elia mwanaume, ningekuwa Elia mimi siku hiyo, yana tatembea yangu ingebadilika. Singetembea kama nimenyeshwa mvua, hapana. Hata ongea yangu ingebadilika. Hata mtupu wa jicho langu umefanya, hata kucheka kwangu kungebadilika. Yaani nikaona, unajua hata kucheka kwangu kungebadilika. Bana, ningeamini kwamba mwamba yuko ndani yangu. Unajua napoomba Elia, moto unashuka. Bwana wala hakukawia sana. Alikawia mahala fulani.
Mahala fulani nadhani Mungu alikuwa ameshakipima kichwa cha huyo. Kichwa chake kilikuwa sawa sana. Kuna mahala alifanya kidogo zoezi likawa zito kidogo. Wakati wa kurejesha mvua hii. Maana alikuwa ombi la siku moja. Kuna ombi ni kana kwamba naye sasa anataka kumuondolea impurities. Yaani hivi vitu kichwani kidogo anataka avisafishe kidogo. Eta vimajivuno kidogo kama ninavyosema pengine ningebadilika. Ataka msafishe kidogo. Elia alifanya vitu vya kutisha kana kwamba Mungu huwa na watu fulani. Na mimi nataka nikwambie Mungu ni kana kwamba ana watu fulani ambao amewachagua ili kutimiza mission yake. Na kama wapo, Bwana amewahi kumuita Elia na kumuinua Elia. Historia yake iko rahisi sana. Na watu wote wanaielewa vizuri. Na hakuna ambacho kilifichika kwa Elia. Historia yake iko wazi kwenye Biblia. Kati ya historia rahisi ni ya Elia. Elia akatembea kwa maongozi ya Bwana. Na akatembea akiwa anamsubiri Bwana. Anakwenda. Hata siku moja Elia amefanya mambo mazito sana. Siku moja amemaliza kuwaomba nabii wa Baali. Mama mmoja mpagani Yezebeli, tena mpagani, akatoa tangazo kwamba Elia amefanya hivyo. Amefanya hivyo. Pelekeni taarifa kwamba sasa kwa kuwa amefanya hivyo, mimi namwapia ninachoenda kukifanya kwake, yani ninyosha fungu kidogo ndio nielewe. Ninachoenda kukifanya kwake sio kidogo. Eti aliposikia tu neno hilo akasahau kwamba amewahi kuwa manabii 450 wale. Akasahau. Bado hamjasikia washiriki. Eti aliposikia tu kwamba Yezebeli naye anataka kujiinua, Elia akasahau kwamba amewahi kujiinua juu ya manabii 450 wa Baali. Eti aliposikia neno la Yezebeli akasahau kwamba yeye amefanya muujiza kwa mama mjane, familia inakula na kushiba, na naye sio familia, sijaifuatilia vizuri. Nadhani hata watu wengine walikuwa wanakuja kupona hapa. Unajua kuna familia njaa ikiwa kali sana, kuna familia watu naenda kuongea hapo kidogo ili angalau upige msosi hapo kalala. Usipoenda kupiga story hapo utalala njaa. Wewe unakuwa na story tu nzuri, enda hapo na wapigisha story. Akivisho na kula, ukimaliza kula na atembea. Nadhani familia ile huenda iligeuka kwa baraka kwa watu fulani. Eti mwanaume, sikiliza. Stika mshiriki mmoja na leo ninachozungumza. Amesahau kwamba yeye ana uwezo wa kuzuia mvua. Amesahau kwamba yeye ana uwezo wa kuomba mvua ikashuka. Amesahau kwamba yeye amewahi kula mpaka misosi. Ndio kunguru walikuwa wanamletea msosi mzuri sana. Ilikuwa ni balastaji. Wana kunguru hawakuwa wanamletea mlenda, hapana. Wanamletea msosi mzuri sana. Na hata kama angeishi mahala pale kwa miaka nenda rudi akiwa amejificha pale, kunguru angemhudumia tu. Wakati leo akitoa kunguru hapa na sahani ya mandazi hapa, watakao kula navyo waangalia hapa. Sema bisha, niangalia bisha. Tuombe Mungu alete sahani yaani mkunguru atone sahani ya mandazi hapa. Halafu niwaambie kwamba jamani John tule. Mchungaji mimi nimefunga. Wataonekana karibu kanisa zima watakuwa wamefunga hapa. Karibu kanisa zima watakuwa wamefunga. Tumefunga sisi mchungaji. Tumefunga. Siku moja mtu mmoja alituzawadia watu wangapi?
akatuzawadia gunia la maharage. Gunia la maharage, mimi mchungaji amenipa zawadi. Ila tuko wangapi? Mwenzangu sio mchungaji, ndio aliyeleta ile gunia la maharage. Nimechona mpaka juu. Na mimi aliniona tu siku moja, nikamsalimia, nikamkaribisha, nikamtia moyo, nikiona chunga mahala fulani, nikamsalimia, nikamtia moyo, nikamwambia karibu sana, na wala sikusema maneno mengi sana, nikawa nimeondoka. Baadaye huyu mwenyeji wake akawa amemtembelea kule. Alipomtembelea akafika, akamwambia hivi, ninakupa zawadi ya maharage gunia hili hapa, nendeni mkagawane nusu na mchungaji. Huyo ni mtumishi wa Mungu. Sasa lakini huyo mtu aliyetupa ile gunia, yeye huwa anatembea na majini, huwa ni mtu wa ni mganga wa kienyeji. Sasa aliyepewa ile gunia akaleta, alafu alipoleta hata kwenye makazi yetu hakulisogeza, akaliacha mbali kabisa. Alafu akaja akanipa taarifa, mchungaji, tumepewa gunia la maharage, lakini hapana, huyu aliyetupa sio mtu wa kawaida. Amesemaje? Mimi imeniambia tu kwamba mpelekee mchungaji wenu, maana nimegundua kwamba huyo ni mtumishi wa nani. Mimi nikamwambia, amesema kwamba ni mtumishi wa Mungu. Amesema hivyo. Sema basi nipe ya kwangu. Mchungaji, nikamwona amepoteza matumaini sana. Naomba niulize ibada. Amepoteza matumaini sana. Sasa nikasema tufanyeje? Lazima tuyauze. Nikamwambia ya kwangu siuzi. Kwani alisemaje? Alisema wewe mchungaji, wewe ni mtumishi wa Mungu. Nipe ya kwangu bwana. Yaani kabla hatujaligusa gunia akasema tuombe kwanza. Nikasema kama ni maombi tu hamna shida. Tukaomba kama Mungu, gunia tumepewa ila hapa zawadi. Na mtumishi wa Mungu amefanya nini? Ametubariki watumishi wa Mungu. Sasa tunataka kugawana kwa jina la Yesu, amina. Tukamwombea na aliyatupatia. Niliona mwenzangu baadaye ilikuwa debe 7 baadaye kugawana debe, maana ilikuwa ni gunia yale malumbe sasa mpaka juu. Debe singa, badala ya kugawana sawa, kwa sababu ya hofu ikabidi mimi anipatie mengi. Alafu ya kwangu nikabeba nikapeleka ndani. Ya kwake alibaki kama siku ngapi? Anafuatia kwanza upepo, kama vipi kule mtu umekula mara. Mimi akiniuliza kwanza alikwambieje? Alisema ni mtumishi wa Mungu. Basi nikamwambia, unajua hata mapepo yanajua watumishi wa Mungu. Kwa nini mmesemaje Biblia? Kwani wanaume fulani walipokula na kushiba wakaanza kuhubiri, ile jamaa mmoja mapepo alisema hivi, mbona mitume tunawajua? Nani tunamjua? Hao ni akina nani? Hebu ngoja tuwajaribu kidogo. Yalipoluka kwa wakala mbio, maana hata mapepo yalikuwa na wasiwasi kwamba hawa ni waigizaji. Lakini mimi aliponitambua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu, mimi nikasema hata kama ukinipatia dunia lazima nipatie mwenyewe. Kweli nikala mpaka leo. Huwa napanga kuniletea mengine, naambia niletee mtu wa Mungu. Mimi nifanye nini? Nimalize hivi. Elia akafanya jambo la kitoto ambalo litakumbuka. Yaani kuna wakati fulani washiriki tumemwaibisha Mungu mchana kweupe. Yaani hata Mungu huyu anakosa afanye nini kwako? Yaani kuna saa ambayo tungelimfunua Bwana kwa kitu kidogo. Elia akamwaibisha Mungu mchana kweupe. Na wakati Mungu amefanya vitu vingi kwake, wanajifunza nadharia hizi. Hapa mtu mmoja nisaidie, wanajifunza nadharia hizi. Mambo haya. Unajua kumbe hata wazazi Bwana asifiwe. Wazazi Bwana asifiwe. Unajua kumbe hata mzazi akishajifungua mtoto,
anatamani kumuona mtoto anaendelea kukua, si ndio jamani? Sasa kukua na mzazi anaenda kwa hatua. Na wataalamu wa saikolojia na kubaya nao, hata mimi ni psychologist na kubaya nao hivi. Mambo haya tunayofanya haya ni kwa sababu ya matokeo ya wazazi. Ninavyoongea, ninavyocheka, yani ndivyo nilivyofundishwa na mama. Kwa hiyo nacheka mimi, mama ndo alinifundisha hivi. Ukiona mtu anacheka baba alifundishwa na mama yake. Kuna mtu anacheka vizuri, mama ndo alifanya nini? Kina mama anasema uongo jamani. Si vile vidogo na yani unaanza ukafundisha kucheka. Nani ambaye amewahi kufanya zoezi la kunyosha mkono kwa mtoto wake? Alipokuwa mtoto mdogo anaanza kumfundisha kucheka kwa nani? Hakuna hata mmoja mama hapa. Hamna hata mmoja. Lakini akina mama ndio tunafanya jamani. Yaani naanza kumchezesha, kumfundisha, yaani baada ya hapo katoto kanataka kuanza kusimama, mara unakaimbia nyimbo, mara kanasimama, unakafundisha kidogo kupiga hatua. Yaani mama anafurahi mno kuona mtoto angalau hata anapiga hatua moja, hata akianguka sawa, kesho atapiga ya pili sawa, mwisho utashangaa anatembea na mama anaachia hapo hapo. Maana amemaliza tabu yake. Akina mama Bwana asifiwe. Na mambo mazito akina mama. Sisi akina mama huwa tunapata, lakini hatupate muda mwingi kama huo wa kucheka cheka. Maana hata nikianza kucheka hizo kamtisha hata mtoto uso umekunjamana. Na besi nayo sio ya kawaida. Sikia hivi. Kama ambavyo mzazi huwa anapenda, kumbe hata Mungu naye huwa anapenda kuona watumishi wake, kuona watoto wake, kuona washiriki wake nao wakipiga hatua moja kwenda hatua ya pili, kwenda hatua ya tatu. Maana hatua zile zinaonesha kwamba hao watu wana nguvu zaidi, inaendelea kuongezeka. Maana ukiona mtoto anatembea, alikuwa na uwezo wa kutembea, anacheka, hata mama atafurahi. Unajua jamani, mimi sijui naongea na kina mama gani hapa. Si kina mama, mimi sielewi kina mama hapa. Unajua kizaa mtoto mwaka wa kwanza unamuita nani? Amekuangalia tu hivi. Na yani hata simama hakuna cha kusimama. Na nini? Mwaka wa pili, mwaka wa tatu, hata kusimama hamna. Mwaka wa 4, hata kuna mpaka ulishi. Mwaka wa 7, hata kujisaidia utajiongeza wewe mwenyewe. Sasa mama kwanza badala ya kicheko itakuwa kilio. Itakuwa nini akina mama? Na mwisho anaanza kuomba maombi, Mungu, huu msalaba vipi huu msalaba? Huu msalaba kwa nini? Mungu wa Daudi, Mungu wa Yakobo. Yaani na Mungu atatajwa majina yote kwa sababu ya msalaba huu. Na watia moyo kama una mtoto wa namna hiyo, mtunze. Bwana asifiwe. Na wala usimfanyie, maana Mungu ndiye imependeza au hivyo. Lakini nataka niseme hivi, Bwana anapenda waimbaji. Bwana asifiwe. Yaani anatamani nyimbo tunazoziimba zituongoze kupiga hatua ya kwanza, ya pili. Maana sisi ndio wahubiri wa kwanza, badala ya kuwaimbia watu fulani, nyimbo zile zituongoze sisi wenyewe kwanza kupiga hatua, kuyaacha yale ambayo Jaki. Bwana asifiwe. Niliwaambia wanaimba nyimbo ngapi zenu? Huwa nasikiza nyimbo 4. Nilisema wimbo wa kwanza ni upi? Hukumu. Nikikaa nikitulia lazima niusikilize. Hukumu ipo. Mwingine nilisema ni upi? Ule wa pale ng'ambo sasa ndio naupenda sasa. Pale ng'ambo. Zingine mimi nimesema. Basi nitasema mchana. Mchana nitasema nitakumbuka tu. Sijafikia mahala pa kusahau, nitazikumbuka. Mmeziimba vizuri. Sasa mimi nasema hawa watu, najua waimbaji ni hamjui. Wimbo wa kutokea ni mngapi tu? Yaani mkishautengeneza vizuri ni mmoja tu, sio nyingi. Haya mengine haya hamna, mengine yametungwa kwa ajili ya kumpata shemazi mmoja mjuaji anayejifanya kuwa anafuatilia watu nguo fupi, mara misuko, mara watu wana mawigi. Shemazi tu mmoja tu mjuaji, kwamba ngoja huyu shemazi.
Unashangaa watu wanasema moto choma, alafu wanakwenda ulitutesa mno. Yaani wanadhani kwamba watu wanaonesha ishara, kumbe shemasi mmoja mjuaji. Unaelewa imbaji ni the act. Bwana anatamani kuona watumishi wake, kumbe nao wanapoziimba nyimbo zile ziwasaidie kupiga hatua moja. Kama alikuwa hajasimama, asimame, aanze kupiga hatua ya kwanza, ya pili, ndipo Bwana naye anashangilia kwamba tayari nina mtu pale anayekuwa. Yaani nina mtu pale ambaye kidogo mambo yake yanaenda vizuri, lakini hakuna kitu kibaya kama mtoto anatembea baada ya miezi 2-3 amefanya nini? Ndio kusoma na rafiki yangu mmoja, sio rafiki by the way, so kijiji kimoja. La kwanza yuko sawa, la pili yuko sawa, la tatu yuko sawa. Alipofika darasa la 4, kulikuwa kuna sindano sita kwinini si nini huko nyuma kidogo. Alivyochoma miguu yote kafanya paka kesho. Huwa namuona nasema rafiki yangu basi. Lakini ana basikeli, anasukuma, anaendesha kama basikeli na ameandika yote maisha. Kama basikeli kama andiko yote. Wanamuona nikikumbuka nasema hivi ni kwa ujanja wangu au ni Mungu? Unajua kuna wakati fulani unaweza usielewe, ukiinuka tu unakula Bwana akiamua kukaa kona kidogo, hata wewe utajishangaa. Acha niache na waimbaji hao. Mwalimu shuleni, mwalimu Bwana asifiwe. Unajua walimu nao wanatamani kuona wanafunzi yani anapomfundisha sema maana anasema anamrudisha kwenye yani anatamani kuona mwanafunzi naye anapokuwa akimfundisha angalau basi mwanafunzi huyo naye akubali kila ambacho mwalimu wake amemfundisha. Halafu siku moja akimwambia soma hapa, asome yeye mwenyewe. Hiyo ndio furaha ya mwalimu pia shuleni. Wakati sisi waimbaji pia walimu wetu wa kwaya, furaha yao ni tunapotulia kwenye sauti moja. Sio naimba mara ya 3 humo. Tulia kwenye sauti ngapi? Halafu ukitulia kwenye sauti moja, hiyo kalama yako pia ikufanye sasa ulete utaalamu sasa. Yaani sauti yako ilembe kidogo. Sio kuimba tu, unailemba kidogo sauti. Na mic unaishika vizuri. Na mtupo wa jicho kidogo na uweka sawa. Alafu ndo naimba sasa. Lazima mtupo wa jicho na ufanye jamani. Sio kuangalia ovyo ovyo tu. Alafu ndo naimba sasa. Imba lakini mtupo wa jicho umefanya nini? Nimweleze nani shida zangu naona ni hadi nimweleze Yesu. Lakini mtupo wa jicho lazima umekaa vizuri. Hivi ninajua mimi sijui kuimba. Kuimba nje sasa nitaimba mchana kume uimbe. Nini mnadhani kwamba jamani mimi ni mwimbaji? Bwana asifiwe. Yaani kila mtu anatamani kuona maendeleo ya kitu fulani, na ndio maana nasema kwamba kuna nyakati fulani hata Bwana tunamchanganya naye mpaka nasema hili hapana. Elia amefanya mambo mazito. Mimi ninachokiona kwangu ndicho kinachonitia moyo siku zote za maisha yangu. Hiki Bwana ana huruma sana. Mimi nataka niwaambie hivi, wote tunaenda mbinguni. Hamjanielewa. Jamani, wote tunaenda wapi? Maana kama Bwana angekuwa na akili kama ya kwangu hii, yaani mtu amefanya mambo mazito, umemuona, halafu anakuja kutishwa na mtu kidogo tu, eti amekufa moyo, mpaka mwanaume anakwenda mahala fulani anaomba, Bwana naomba roho yangu iondoe. Mimi ningejibu hapa. Maana huo ni ujinga mwingine. Ningejibu hapa. Yaani mtu ameenda amekaa tu kwenye kamti, alafu anaomba, Bwana naomba roho yangu ufanye nini? Mimi ningeiondoa hapa. Unajua kuna mafua zingine sio za ukawiza.
Ukikawia mafua itakuwa homa mwishowe. Na kisha kwa homa tayari ni kulazwa. Haiki akilini. Yaani kama ningekuwa mimi hivi, manabii wamekufa, mjane naye anakula maisha, halafu watu wanaponiona wanalala chini hivi kwamba Kamenuzi amepita. Yaani kwanza yule mama ningempa tangazo kali sana. Ningesema nendani mwambie mama, nimesikia habari zako Yezebeli. Nakupa siku ngapi? Siku 3. Macho yako hayataona miaka 7. Ilo tangazo namba ngapi? Macho yako hayataona miaka mingapi? Kama mvua miaka 3.5 alizuia na mvua ikunyesha, na kwani angetoa kwamba macho yako hayataona miaka 7, Bwana asingefanya? Alafu tangazo namba 2. Hautainuka kwenye kitanda miaka 3. Yaani hapo tu. Miaka mingapi? Tangazo namba 3. Hebu nisaidie na wewe tangazo namba 3. Hebu nisaidie tangazo namba 3. Na damu ya kwa ni ngumu kuliko hata la kwanza. Yaani huyu mama alitakiwa tangazo zito sana kwamba sasa wewe haujanijua vizuri, haujasikia habari zangu vizuri, na nataka nikupe tangazo zito. Na nadhani Elia hayo yote yataisha. Ndio huzuni ya Mungu kwa sasa. Kuna watu hapa Mungu amewavusha na mambo mazito hapa. Mungu amewaokoa na mambo mazito. Badala ya kutangaza fadhili za Bwana, badala ya kumtangaza na kumwamini Bwana, wengine hapa wanatishwa na vitu vidogo vidogo. Unajua kuna watu wanatishwa na vitu vidogo vidogo. Vitu vidogo vidogo vinawatisha watu. Yaani vitu ambavyo hata ukiangalia kama hivi ni Mkristo au sio Mkristo. Yaani washiriki, sikia. Safarini tunapokuwa tukimngoja, wengi tumemchanganya Bwana. Yaani safarini tumemchanganya Bwana. Maana Bwana alitegemea kabisa nyimbo tunazoziimba, mahubiri tunayohubiriana, masomo tunayojifunza yatusaidie kusimama imara, halafu twende tukimungoja yeye, lakini tumemchanganya njiani kwa sababu yako mambo Bwana tumeanguka kwayo, lakini madogo sana. Hebu sikia, nimalizie hivi. Elia, hata hivyo Bwana akamhurumia kwamba Elia, hilo tu limekushinda, hilo tu. Alichofanya akasema kwamba nenda kwa Elia, na malaika kunguru akatumwa kwamba jamani, mpelekeeni msosi. Alafu Bwana naye ni kama anasema kwake hamna chakula, anaambia mpelekeeni msosi. Kunguru akaenda. Ya kuna akili zingine, ingekuwa sasa Elia, halafu mimi ningekuwa mshauri wa Mungu kia muda ule, na nikiwa na akili hii, ningemwambia kwamba tayari ana mental illness, apelekwa akapimwa afya ya akili huyu. Lazima ningelazimisha tu akapimwa afya ya akili. Sio kitu cha kawaida. Sio kitu cha kawaida. Kama nasema hivi, wengi tunamchanganya Mungu kwa sababu viko vimetegwa vidogo vidogo, kuna vijambo vidogo vidogo vimesababisha hata sura ya Mungu ikafutwa. Sikia jambo hizi. Hayo daktari anapokuwa na tibu mgonjwa, anategemea angalau huyo mgonjwa apone, maana ndio maombi ya madaktari wengi ni wagonjwa kupona. Hata muda mwingine ukiona wagonjwa nao wamezidi, kuna namna hata madaktari nao wanachanganyikiwa. Nesi mmoja, mtaalamu wa mishipa, yeye wanamwaminia na wameshindwa kumhamisha kwenye hospitali fulani, la hospitali moja, mama mmoja. Yeye anaweza kuona mshipa wa mtoto hata wa siku 2, siku ngapi. Ni mtaalamu kweli kweli. Na unajua wakishakupandisha kichwa na kichwa kina bezi pale, wao nasema hakosei. Ananieleza kisa hiki yeye mwenyewe kwamba siku moja pastor, mambo yangu yalichanganya.
nikapata wagonjwa wawili. Sasa kila mmoja akahitaji gesi, oxygen. Nikamwekea wa kwanza, baadaye nikasikia amekoroma tena, nikaondoka nikampelekea huyu naye tena akakoroma, sasa akashindwa. Sasa nani aruhusu afe? Alichokifanya, alipohamisha upande wa pili, akakimbia kwenda kujificha kwenye kabati, nyuma ya kabati. Maana sasa video vinatawanani sasa. Lakini nasema akiwa nyuma ya kabati akaendelea kuomba. Ikiwa na concept yangu kwamba hata madaktari wanapenda wanapotibu mtu afanye. Takwambia kilichotokea huyo mama mpaka leo anasema mwache Mungu aje nani. Mchana wa leo nisikilize hiki. Elia alifanya jambo moja ambalo mbingu zitaliandika. Elia ni kwa sababu ya huruma za Bwana. Maana Bwana akasema hata hivyo pamoja na madhaifu hayo huyu Elia bado ni mtu wangu. Na ndio maana mchana wa leo nataka nikutie moyo. Inawezekana hata kama kuna changamoto mahala gani, bado Bwana anakutambua kama mtu wake. Na Elia akaamua angalau tu kujilaza, kunguru akaleta chakula, jamaa kala. Kutaka kuona kwamba alikuwa ameshakufa moyo. Alipomaliza kula tena cha balance diet na nyama kabisa. Halafu alipomaliza kupiga kula vizuri, jamaa kalala tena. Kunguru wakatua tena. Lakini wakamtahadharisha kama sikia rafiki yangu, sikia. Safari yako bado ni ndefu mno. Bado hauishi hapa. Safari yako bado ni nini? Na nasema Biblia inasema akaenda katika mwendo wa nguvu ya chakula kile kwa mwendo wa siku ngapi? Siku na mchana. Mimi nitamani nikutie moyo mshiriki. Unajua katikati ya safari yako mambo mengine, yako maswali mengine na maswali mengine na hoja zingine sio za msingi sana kwako. Kuna hoja na maswali mengine, natamani nikwambie hivi, bado kuna kamwendo fulani. Bado kuna kamwendo. Na kama Bwana ataruhusu na kamwendo kwa mwaka mzima, natamani nikwambie mwendo wa mwaka mzima nao sio mdogo. Kale kamwendo natamani nikwambie hivi, baada ya wiki hii simama imara, songa mbele, maana kamwendo kale utakamaliza tu. Na Bwana atakukuta yuko sawa. Lakini hata kwa mafundisho ya wiki hii, mafundisho ya kambi kwa wiki hii, ninakuombea ya kupatia nguvu ya kwenda mwendo wa mwaka mzima. Ni kama kambi tumemaliza hivi, haya ni maneno sasa ya Dar es Salaam. Kambi limeisha. Elia atakumbukwa. Atakumbukwa. Lakini pia mshiriki mmoja atakumbukwa. Yaani badala ya kumtangaza Bwana, badala ya kumfunua Bwana, badala ya kumuonesha Bwana kwa watu, maana sisi ni taa, sisi ni nuru, sisi ni chumvi. Yaani wale wanaotuzunguka eti walitegemea wajifunze kwetu kama ambavyo Israeli Bwana aliwaweka kama kioo cha watu wengine kujifunza. Lakini kuna mambo watu wameshindwa kujifunza kwetu. Kuna vitu watu wameshindwa kujifunza kwetu. Na huwa naelezea kisa kimoja. Siku moja nilikuwa kwa wasomi wa Heli Mission pale Manesi, hapo chuo cha Heli Mission, kwenye juma la uamsho pale. Wana kwaya nzuri sana Heli Mission. Kia kwenye wiki ya uamsho, wameniita wasomi wa Heli Mission, nikapenda wanavyoimba nyimbo zao, lakini wengine wamefunika Baibuli wa Islam. Sasa mwalimu akaniambia kwamba hawa walio naoimba hapa wa Sabato ni wa kuhesabu. Humo kuna walokole, kuna watu gani? Kweli. Sasa nikaona kuna mmoja pia alikuwa ananisaidia kutenga pale chakula na nini. Kumbe ni Pentecost. Sasa akanaimba vizuri nyimbo za Sabato na nini. Nikatamani kujifunza. Sasa kwa nini wewe sio Msabato? Kaniambia hamna tofauti. Kwa nini?
Yeye kachoniambia kule ninakotokea pasta, kuna mama mmoja Mbeya, yaani mama Mbeya msabato mmoja, kila mara tu ametengwa na jamii. Kila mara kwa nikagundua kwamba huyu mtu ameshindwa kumuona Yesu kwa sababu ya Mbeya mdaki. Nikasikitika sana, kumbe kuna mtu anaweza akashindwa kumuona Yesu kwa sababu ya Mbeya mmoja ambaye anahisi yeye amefika, yupo kanisani, ana cheo mahala fulani, kumbe amezuia wengine kumuona nani. Nilisikitika mno mpaka leo. Washiriki, unajua sisi kuna nyakati fulani jamii ilikuwa inatuona kuwa ni watu wa pekee sana, na sisi hapa tuna uwezo wa kuomba mtu yote. Yaani tukishaitwa kwa jina la Bwana kwamba wewe ni Mwadventista, una uwezo wa kufanya kitu kizito kuliko maelezo. Na hata hivyo watu wote wanaamini kwamba sisi ni watu wa kitabu, na ndivyo ilivyo. Jambo linapokuwa gumu, huwa nasema waiteni wa Sabato wafunue fungu hili. Mara zote sehemu nyingi mambo yanapokuwa magumu, waiteni wa Sabato, maana wanajua kwamba hawa ni watu wa nini? Wa kitabu. Hebu nikuombe mchana wa leo, kuna mahala gani Bwana amefanya jambo kwako nzuri? Kuna jambo gani Bwana alishakuokoa? Na pengine Bwana alishakutendea mambo mazito, lakini eti ulipotembea kidogo tu tayari Bwana ukamwacha. Kuna wengi tumemwaibisha Bwana. Yaani kuna watu tumemwaibisha Bwana, na wengine kama nilivyowazungumzia tumemwaibisha Bwana kwa mambo gani? Hata kwa zaka na sadaka kama nilivyosema. Yaani Bwana amekubali kwa kitu kidogo sana, na yeye amejifunua hivi, Bwana wewe nipe tu hicho kidogo, halafu anakuambia kwamba halafu uone kama sitafanya jamaa. Baraka mtenda yake ziko wazi, kwamba wewe rudisha kwa uaminifu, halafu uone kama sitakubariki. Sasa Mungu akupe nini? Mungu akusaidie hivi. Elia atakumbuka, lakini huruma za Mungu ndizo ambazo ninaziona kwake. Maana hata alipokutoka na chakula kile mwendo wa siku 40, alienda mwanaume akafikia pangoni, agenda ya kujua bado yuko pale pale, na aliyemtoa ni Bwana. Maana alikuja kwa nguruma kamebana tu, akaja siku kamebana tu kaja, ila alipokuja kwa sauti ya upole ndio akatoka. Na ndio na huyu anayeongea ndio akatoka. Sasa akaanza kuongea na Mungu. Yaani vipi? Sema maandishi na sauti, kila ambacho walikuwa kiongea Elia na Mungu hakijaandikwa. Maana tangu pale alipotoka pale kwenye pango, Elia ndio kidogo akaonekana mtu, na baadaye muda mfupi ndipo Bwana anaamua kumchukua kwenda wapi? Nadhani huenda alimwambia Elia, unaniaibisha wewe, ulikuwa tishio, watu mpaka wanalala chini, wewe ulikuwa kutamka tu. Inawezekaneje huyu Yezebeli akusumbua hivi? Natamani kukuambia mshiriki wangu mchana wa leo ninapokwenda kuomba kwamba iko saa Bwana tunamwaibisha. Tulipaswa kusimama na jina la Bwana, kwamba mahala tunapotamka iwe kuna saa tumeshindwa hata kuombea wagonjwa, maana imani zetu ni kama hazijaendana na maombi haya. Kuna saa tumeshindwa kusema hata mgonjwa mtatafuta na nani jamani, nani na kama maombi na ni kama Mungu kidogo humfahamu hivi. Kuna saa tumemwaibisha Bwana. Kuna saa Bwana ametatanika. Kuna saa Bwana anahuzunika kwamba hata hili tena liko ndani ya wimbo. Waimbaji kwa leo imo ndani ya wimbo. Mwalimu alitunga huo wimbo na waimbaji wanauimba. Hata hilo tu jibu limo humo limemfelisha huyu. Washiriki, natakamani niwaambie hivi, ni kwa kuwa tu Mungu sio mwanadamu. Lakini Mungu angekuwa mwanadamu, yako mambo tunamfedhehesha sana.
Miongoni mwa mambo haya ni kuacha ibada zake. Miongoni mwa mambo ambayo yanamfedhesha Bwana sana ni kuacha ibada zake. Ukiangalia ibada za Jumatano leo, ibada za Ijumaa kufungua Sabato, watu wameshakaribiana 5, 6, 7. Alafu na naye kuja kutoa somo siku hiyo anakuja na jitambo, jamani, mimi nimepigwa na mzee wa kanisa lisali moja lililopita. Sasa aliyepigwa na mzee wa kanisa lisali moja lililopita ana ujumbe ule? Hana ujumbe. Jamani, naomba tumpokee mtakavyopokea. Ndio maana maombi wachungaji ya Jumatano na Ijumaa yamemaliza wateja. Maana anakuja tu hata aliyepigwa simu mzee wa kanisa hakujua hata amefaeje. Hakuja ndio maana sendo yake na t-shirt imeandikwa kama noma na iwe noma. Basi ndo anaendesha maombi ya Jumatano. Maana hata mzee wa kanisa anapompigia simu hajamuuliza kwamba umefaeje, una hali gani, yani tu kuna t-shirt fulani hivi. Alafu ndo mwendesha nini? Alafu anakuja ana apologize mbele ya watu. Kwa majamani, samahani sana. Nimepigiwa simu lisali moja tu. Halafu ndo anaanza kuwapeleka kwenye mafungu, anawapeleka Danieli, anawapeleka Yona, anawapeleka Mathayo, na mafungu yale hayana connection kabisa. Ameanzia mnyama, akaenda si wapi. Mwisho anakuja kumalizia safina ya Nuhu. Waliingia watu wangapi tu? Mwisho anasema tuombe. Sio nini? Namzungumzia mtawaji wa masomo ya mangapi? Maana naona mtu mmoja ametishia kusema mimi namzungumzia mtawaji wa nini? Yako mambo. Bwana anasikitika. Yaani kanisa hili Bwana aliliita ili wawe nuru, watu wajadili agenda ya utume. Uliza walioshuhudia kwa wiki hapa, uliza. Yaani watu wako busy. Uliza. Eti wangapi wameshuhudia wiki? Utashangaa. Maana watu wako busy. Tungemwaibisha Bwana. Ya makanisani nimeisemea ya makanisani. Na nikasema lugha nzuri kwamba shetani wako sasa kubonyeza bata. Makanisani leo vimegeuka kwa vituo vya vurugu. Na ndio maana washiriki wengi wanaliacha kanisa. Vurugu, fujo, machafuko. Agenda ni kufuta tu washiriki, makalipio, hata kwenye hamna kitu. Hivyo nadhani ingekuwa ni agenda huyu Elia, ningekuwa na mimi nipo hapo. Huyo ndo alikuwa na style kalipio la miezi hata 12 ili akili mrudi. Lakini Bwana akasema, kunguru nendeni, bado ni mtu wangu. Bwana akamfunika yeye mwenyewe. Mchana wa leo kama kuna kitu na hizi ni kama umeshamwaibisha Bwana, badala ya kumfunua, na huenda kijana ukatakiwa kusimama imara mahala fulani ukashindwa. Natamani mchana wa leo mwambie Bwana, Bwana nirehemu, maana mahala hapa nilipaswa nikufunue wewe. Mahala hapa nilipaswa nionyeshe ushindi wako. Mahala hapa nilipaswa nionyeshe sura yako. Mahala hapa nilipaswa nikuoneshe. Elia alipaswa kumwambia Ahabu kwamba wewe unanisikia katuma. Tena angekuwa Ahabu ndo wewe, Yezebeli ndo wewe, au Elia ndo wewe, ungemwambia kwamba hebu njoo unione uso wangu, uone kwanza. Alafu natulia kama barabara. Umemwagiza ili aje aone pigo yeye mwenyewe waziwazi. Lakini mambo madogo yametuangusha. Mwisho ya Bwana anasema, nitasaidiaje watu wangu hapa? Sheria yangu umeweka kwenye nyimbo. Sheria yangu ipo kwenye neno. Mimi nimejifunua. Njoo mwanangu nikubariki. Njoo nikutendee mema. Lakini mtu analia. Kusaidiaje sasa? Mwishowe, naomba tusimame. Mwishowe, tusimame. Mwishowe ndio kafanya kama mama yangu. Mwishowe ndio kafanya kama mama yangu mmoja. Mtoto mmoja kati ya wadogo zangu. Mama anasimulia kisa hiki, mama yangu mzazi anasimulia kisa hiki. Kuna mtoto alimchanganya sana akiwa mtoto mdogo, sio mdogo, kana miaka nadhani fulani, miezi fulani. Mama anasema
kikiiva tu chakula, acha huyu mtoto alie. Yaani mama atakula kanalia, hako mikononi hakaumwi, ila kanalia mpaka ananyosha na miguu hivi, hakaumwi. Sasa mama akasema hii kesi nao ni ngumu sana hii. Alichofanya kikiiva chakula, anasema kama anajua kutambaa kidogo, angalau kujivuta. Anasema kilipokuwa kikiiva chakula, kwa sababu huyu mtoto haumu, akianza tu kulia anampeleka hatua 15, anamweka huko, alafu anakuja kula huko. Katajivuta hizo hatua 10, katajivuta kanalia, kangefika hapa. Kama kataendelea kulia karudisha. Alisema alifanya zoezi hilo kwa wiki moja. Zile wiki nyingine kakiona msosi umeiva kanaanza kucheka badala ya kulia. Yaani kasa mama nilishashtukia dili. Najua nikijiliza hapa. Sasa nika mtu kakubwa kwa jamaa kakiambia wote tunacheka sana yani. Ila wa jamani kakali. Aligeuza kulia sasa ni kakali kwa jamaa. Ukienda kinyume tu kidogo kanapana wewe. Ajali kwamba hata ni mkubwa huyo. Sikuwa tunaambia wewe bwana ulikuwa unalia mnata huko. Ndio maana ni mkali. Mama akatibu ugonjwa ule. Anasema nikatibu ugonjwa ule. Yaani kikiiva chakula badala ya kulia anaanza kucheka. Ananiangalia anaanza kucheka. Anasema vipi mwanangu, piga tonge basi.